Kanisa la AIC Singa linapatikana Boni East, Makueni County. Karibu kwa kipindi cha leo. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii nyingine ambayo ametupatia katika kipindi cha Taji la Uzima, ambacho kimekuwa ni kipindi cha baraka kwa wengi. Wengi wameweza kubarikiwa ili wakafunguliwa na kutoka katika hali ngumu. Mimi ni mchungaji Joshua kutoka katika kanisa la Africa Inland Church. Nina kitabu cha Yohana 15, na kabla tusome pamoja nitaomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwaminifu, tunaomba Bwana ukazungumze nasi jioni ya leo. Uzuri wako ukatamalaki katika maisha yetu, ukaonekane katika kila jambo, ukatende zaidi ya vile tunavyoomba. Maana hili ndilo kusudi lako Mungu katika maisha yetu. Kusudi lako ni ukombozi, kusudi lako ni kuweka watu wako huru na kutoa katika vifungo ambavyo vimekamata watu na hawana mafanikio. Baba, tunaomba nguvu yako iwe pamoja nasi, utuongoze, ukatulinde Baba, ili tukatende yale ya kupendezayo. Kwa Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai, naomba na kuamini. I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If any man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone who does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and wither. Such branches are picked up and thrown into the fire and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. This is my Father's glory, that you bear much fruit. Show yourself to be my disciples, as the Father has loved me. So, as I loved you, now remain in my love. If you obey my commandments, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commandments and remained in his love. I have told you this so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. My command is this: love each other as I love you. Greater love has no one than that he lie down his life for his friends. You are my friends if you do what I command. I know I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go bear fruit that will last. Then the Father will give you what you ask in my name.
ujumbe kichwa chake kuzaa matunda ya kudumu. Kuzaa matunda yanayodumu. Wakati ninapozungumzia kuhusu kuzaa matunda, Kristo ni mtu ambaye ameteuliwa na Yesu Kristo na kufanyika mwana katika ufalme wa mbinguni. Yesu Kristo anajifananisha na mzabibu. Mzabibu ni mojawapo ya mti ambao huzaa matunda katika nchi ya Israeli. Na Yesu Kristo aliweza kujifananisha na mzabibu ili wanafunzi wake wapate kuelewa nia ya kuzaa matunda yanayodumu. Pia tunaona matawi. Matawi ni wale sisi tumeokoka. Napenda tuelewe kitu kimoja muhimu sana katika maisha haya ya Ukristo. Tumezaliwa ndani ya Kristo, ndiposa tunaitwa Wakristo. Tumeokolewa na Bwana Yesu Kristo, ndiposa tumepewa jina kuitwa Wakristo. Na hivyo basi tuko ndani ya huyo Kristo aliyetukomboa tu watoto wake, na tumefanyika watoto wake. Maana anaeleza vile yeye mwenyewe alikuja duniani akafanyika wanadamu ili sisi tukapate kupona na kuondolewa katika dhambi. Ndugu yangu, jioni ya leo napenda uelewe ya kwamba jambo hili, kuzaa matunda ambayo yanadumu kwa Mkristo, ni lazima tuelewe ya kwamba Mkristo lazima adumu ndani ya Yesu Kristo ili aweze kuzaa matunda yanayodumu. Mkristo ni lazima adumu ndani ya Yesu Kristo ili apate kuzaa matunda ambayo yanadumu. Asipodumu katika Yesu Kristo hawezi kuzaa, na hivyo basi ataondolewa katika orodha ya kuitwa Mkristo. Na hivyo basi kama wewe si Mkristo, basi wewe utakuwa kafiri. Ndugu yangu, Wakristo ni lazima tudumu katika Yesu Kristo ambaye anajifananisha na mzabibu. Mzabibu hapa unatumika kama kitu tunachokiita metaphor, simile, yaani ni kifananisho, kitu ambacho kinafananishwa. Yaani Yesu Kristo ndiye mzabibu, Baba ambaye ni Mungu ndiye mkulima. Ndugu yangu, napenda uelewe ya kwamba Yesu Kristo alikuja kutukomboa sisi wa Kristo, na baada ya kutukomboa tukawa ndani yake. Hivyo tunaishi ndani yake, na ni lazima tuwe ndani yake ili tuweze kuonekana katika muonekano ulio sawasawa. Ni lazima tukae ndani yake, tudumu ndani yake ili tuweze kuzaa matunda yanayodumu. Na matunda hayo ni muhimu sana kwetu sisi wa Kristo, na ili tuweze kukaa ndani ya Yesu Kristo. Paulo alisema, wakati nilikuwa mtoto nilifanya kama mtoto. Na Paulo alikuwa anaeleza nini? Alikuwa anaeleza kwamba Mkristo anapoingia ndani ya Yesu Kristo, yeye hufanyika kiumbe kipya. Na ndiposa hapa wakati tumeingia katika Yesu Kristo, kuna kitu kinaitwa pruning, yaani unaendelea kupaliliwa, unaendelea kutengenezwa. Kutengenezwa huku ni lazima kuonekane katika maneno kama manne, lakini neno la mwisho litapatikana wakati tutakapoondoka katika ulimwengu huu wa dhambi na kwenda kuishi pamoja na Bwana. Jambo la kwanza ambalo litaonekana ama linafaa lionekane kwa Mkristo ambaye lazima azae matunda yanayodumu ni kitu kinaitwa justification. Katika kitabu cha Warumi, Paulo anazungumzia jambo hili la justification, kwamba sisi tumefanyika wana kupitia Yesu Kristo. Yaani tumefanyika wana kupitia Yesu Kristo. Yaani hatukuhesabika haki. Hatuna haki ambayo ingetufanya kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hivyo Yesu Kristo akaja akawa he became
a mediator between us and God. Alikuja kutuunganisha na kutupatanisha na Mungu. Kwa hivyo kupatanishwa na Mungu ndiko kunaitwa justification. Na ili Mkristo apatanishwe na Mungu, kitu cha kwanza lazima ufe. Lazima ufe, si kifo hiki cha mwili. Lazima ufe kiroho. Ili mbegu ichipuke, kwanza ukipanda hiyo mbegu, kwanza inakufa na inamea tena. The seed has to die so that it may become a living again. Mbegu lazima hife ili iwe na uhai tena. Kwa hivyo wakati ninapozungumzia jambo hili la justification ama kupatanishwa na Mungu, jambo hili Yesu Kristo amelifanya baada ya sisi kuingia ndani yake. Yaani tukafa naye na tukafufuka pamoja naye. Hivyo mambo haya yanatuunganisha na Mungu na tunakuwa tumepatanishwa na Mungu. Kwa hivyo kupitia Kristo sisi tumepatanishwa na Mungu. Ndiposa mahali ambapo tumesoma kuna kitu kinaitwa pruning na pia remain in me, kupatanishwa. Kwa hivyo ili tupatanishwe na Mungu lazima tuonekane kwamba tumekaa ndani ya Yesu Kristo. Hilo ndilo jambo litatufanya kuwa tumepatana na Mungu. Na hivyo basi kama tutafanya hivyo, tutaweza kuwa watu ambao wanazaa matunda ambayo yanadumu. Matunda ambayo yanadumu. Jambo lingine ambalo lazima lionekane kwetu, kuna kitu kinaitwa Sanctification ni ile hali ya kujitakaza kila mara kujitakasa. Maana tukiwa katika ulimwengu bado hatujafika mbinguni. Kwa hivyo kila wakati lazima tuishi katika hali ya kujitakasa mara kwa mara. Maana jambo hili litaweza kutusaidia. Na kwa hivyo tumetakaswa na Yesu Kristo. Yesu Kristo ametutakasa. Ndiposa Biblia inasema ya kwamba yeyote aliye ndani ya Yesu Kristo, yeye ni kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama sasa ni mapya. Kwa hivyo ni vizuri Mkristo awe ni mtu wa kuendelea kujitakasa kila wakati, kuendelea kutubu kila wakati. Hiyo ndio tunaita sanctification. Kila mara uishi maisha ya kujitakasa, uishi maisha ya kujitakasa. Unapokaa ujue ya kwamba mwanadamu haujatoka katika ulimwengu. Kila mara unaweza kutenda dhambi kwa kuwaza, unaweza kutenda dhambi kwa kunena, unaweza kutenda dhambi. Na hivyo basi ni vizuri watu wa Mungu tuelewe ya kwamba ni vizuri we have to be sanctified. We have to be sanctified in order to be clean always, ili tukue na ile nafasi ya kukaa katika mzabibu. Lazima tuishi maisha ya kujitakasa kila wakati, ili tukae ndani ya Yesu Kristo na tuzae matunda yanayodumu. Tuweze kuishi maisha ya kujitakasa kila wakati. Na hivyo basi hilo litaweza kuchangia sisi kuzaa matunda yanayodumu. Jambo la tatu ni jambo linaitwa purification. Purification ni ile maisha ya utauwa, holiness. Ndugu yangu, Yesu Kristo, damu yake iliweza kututoa katika utumwa na kututakasa na kutuosha. Hivyo basi ndiposa katika wimbo moja katika nyimbo za tenzi za rohoni inayosema
sioshwi dhambi zangu ila damu ya Yesu Kristo. Hakuna kitu kinaweza kukutakasa. Wakuhani walikuwa wanatumia damu ya kondoo anachinjwa, na ile damu mwagiwa yule ambaye ameweza kutenda dhambi, na alikuwa anaoshwa mara hiyo, na mara tena anatenda dhambi. Akitenda dhambi atahitaji kondoo mwingine. Yesu Kristo alikuja na akatoa mwili wake, akafa msalabani, akaweza kutufilia, damu yake ikamwagika. Na hivyo basi, katika hiyo hali tuna utakaso ambao unatokana na damu ya Yesu Kristo. Katika kitabu cha Waibrania sura ya 9 mstari wa 27 inasema, hakuna msamaha wa dhambi pasipo umwagikaji wa damu. Kwa hivyo ni kupitia umwagikaji wa damu ya Yesu Kristo tuliweza kupokea kule kusafishwa na tukaweza kuwekwa huru. Kwa hivyo jambo hili, ili tuweze kuzaa matunda yanayodumu, ndugu yangu, ni lazima tuelewe ya kwamba tunakaa katika hali ya kutakaswa na kuoshwa na damu ya Yesu Kristo, ili tuwe watakatifu, tuishi maisha ya utauwa, tuwe watakatifu, so that we may be holy. Waibrania sura ya 12 mstari wa 15 unasema, hakuna atakayemwona Mungu pasipo utakatifu. Kwa hivyo utakatifu ni kitu ambacho ni cha muhimu. Jambo la 4, na kila mtu ulimwenguni analisubiri, hakuna mtu amelipata. Hata wale tumeokoka, hakuna mtu amelipata, tungali tunalingojea. Nalo hili ni jambo la 4, linaitwa glorification, ile hali ya kupatiwa miili isiyokufa. Wakorintho wa kwanza 15, Paulo anazungumzia kupewa mwili usioharibika, mstari wa 44, 43, 44, 45, mstari wa 54, 55, 56. Mwili usioweza kufa, mwili usiosikia njaa, mwili usio gonjeka. Na hii miili ndiyo malaika wanayo. Bado sisi, hata wale tumeokoka, hatujapokea jambo hili, tunalisubiria. Mambo haya matatu mengine labda tumeyapata: sanctification, justification na purification. Labda mengine tumeyapata, lakini glorification we are just waiting. Tunasubiria kupewa miili mipya, na hiyo ni baada ya kukamilika ndani ya Yesu Kristo. Hivyo basi, mwenye anahitaji kuzalia Yesu Kristo matunda yanayodumu, lazima aweze kupata kungojea jambo hili la glorification wakati Kristo atakaporudi kulichukua kanisa. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 inasema, na hili ndilo tunda la Roho. Mtu kama unataka kujua ya kwamba mtu huyu anazalia Yesu Kristo matunda ya kudumu, basi huyu mtu utamuona hapa katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 22. Nitaomba kwa neema ya Mwenyezi Mungu nisome huo mstari wa kitabu hicho cha Wagalatia sura hiyo ya 5 na mstari wa 22. Wagalatia 5 mstari wa 22. Kitabu cha Wagalatia 5 mstari wa 22. Maandiko yanasema hivi: But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such a things there is
no law. Those belong to Christ Jesus have crucified their sinful nature with its passions and desires. Ndugu yangu, tunda la Roho ama mtu anaye mzalia Yesu Kristo, matunda yanayodumu, lazima awe na Roho Mtakatifu ambaye ni chombo muhimu ama ni mmoja katika utatu wa Mungu. Roho Mtakatifu ndiye utuwezesha kuzaa na utuwezesha pia kukaa ndani ya Yesu Kristo siku zote. Ndugu yangu, kama unataka kumzalia Yesu Kristo matunda yanayodumu, fahamu ya kwamba ni lazima wewe uwe na Roho Mtakatifu. Mkristo anapookoka, jambo lile Mungu anamfanyia ni kuweka seal ambaye ni Roho Mtakatifu ndani kupitia kwa moyo wake. Anajaa ndani ya huyo Mkristo. Basi huyo Mkristo atakuwa na uwezo wa kuzalia Mungu matunda yanayodumu, matunda ambayo ni ya dhamana kuu kabisa. Na jambo hili, upendo, limejichipuza sana katika mtu yule ambaye anafaa kuzalia Mungu anafaa kumzalia Mungu matunda yanayodumu. Upendo ni kitu ambacho muhimu na kimesisitizwa sana na Yesu Kristo. Ndiposa anawaambia wanafunzi wake, mimi siwaiti watumwa, bali ninawaita marafiki. Maana mtumwa hawezi kujua mambo ya bwana wake. Yesu Kristo anajaribu kueleza wanafunzi wake kwamba wamefunuliwa kila kitu, na hivyo basi pia anaendelea kunena jambo la utakaso. Upendo ni kitu ambacho ni muhimu sana. Yesu Kristo kwa kuwapenda wanafunzi wake, ndiposa jambo hili linachipuka la mtu kukaa ndani ya Yesu Kristo ili uweze kuzaa matunda yanayodumu. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuelewa ya kwamba Wakristo wapendwa, ili tuweze kumzalia Mungu matunda yanayodumu, lazima tuelewe ya kwamba upendo ni kigezo muhimu katika maisha yetu. Maana upendo ni kitu ambacho ni cha maana. Kupenda yule mwenzako kama vile wewe mwenyewe unavyojipenda, hili ni jambo la maana kabisa. Ndiposa Yesu Kristo akawaambia wanafunzi wake, hamhitaji utakaso mwingine, tayari mshatakaswa. Kwa hivyo wale tunaoishi ndani ya Yesu Kristo, ili tuweze kuzalia Yesu matunda, lazima tujue ya kwamba ndani yake tumetakaswa. Na hivyo basi ni vizuri tuwe watu wa kuzaa matunda yanayodumu. Na matunda yanayodumu ni mtu kuokolewa na Bwana Yesu Kristo na kufanyika mojawapo ya wana katika ufalme wa mbingu. Ndugu yangu, fahamu ya kwamba una wajibu muhimu katika maisha yako ili upate kumzalia Yesu Kristo matunda ambayo yanadumu, matunda ambayo yanadumu. Na hilo likifanyika, lazima wewe mwenyewe ukubali, usulubishe mwili wako, usulubishe yale mambo ya zamani, umuondoe yule mtu wa zamani, ili Kristo apate kuingia ndani yako na ufanye moyo wako kuwa nyumba yake. Maana anapofanya moyo wako kuwa nyumba yake, hivyo basi jambo hili linatupatia kukaa ndani ya Yesu Kristo na kuwa ndani yake kila wakati na kuzaa matunda yanayodumu. Ndugu yangu, jambo hili ni jambo muhimu sana, na kitakacho kuwezesha kufanya jambo hili, lazima uwe mtu ambaye unasoma neno la Mungu. Maana neno la Mungu ni nguvu ya kuendelea kukukuza kiimani. Imani yako itaweza kukuzwa kupitia kwa neno la Mungu ambalo lina nguvu zaidi ya kila kitu. Ndugu yangu,
napenda upate kufahamu ya kwamba Mungu ametupatia nafasi ndani ya Kristo tuzae matunda yanayodumu, na hivyo basi hayawezi kupatikana pengine popote pale. Ni vizuri tuweze kumzalia Mungu matunda haya yanayodumu, ili tukapate thawabu iliyo kuu. Maana tunapomzalia matunda yanayodumu, kuna thawabu ambazo zinatugojea, thawabu ambazo tutazipata baada ya kuondoka katika ulimwengu na kwenda kuwa pamoja naye katika nchi ya milele, ambapo ni mahali patakatifu. Ndugu yangu, kuwa na ufahamu wa kuelewa ya kwamba ni vizuri ukapate kumzalia Mwenyezi Mungu matunda haya yanayodumu. Ni vizuri upate kufunua moyo wako na uingie ndani ya Yesu Kristo, ukae ndani yake. Maana usipokaa ndani yake utaondolewa. Usipokaa ndani yake utakauka, na kukauka, kitu ambacho kimekauka hakiwezi kuzaa. Unapokaa ndani ya Kristo utakuwa heri kila wakati. Neema ya Mwenyezi Mungu itakuwa pamoja na wewe. Hakika kwa uwezo wa Mungu utapata kuwa mtu ambaye ni heri kabisa. Tumtegemee na kumwishia Mungu katika kila jambo, tunapomzalia matunda ya kudumu. Maana hili ndilo Yesu anayotaka katika maisha yetu. Jambo hili ndilo Yesu Kristo analolitaka katika maisha yetu. Mitume waliweza kuzaa matunda ya kudumu, maana kwa siku moja, wakati walijazwa na Roho Mtakatifu, watu 3,000 waliweza kukombolewa. Na hii nambari ikaendelea kuongezeka kila mara. Maana ili uonekane kuwa unazaa matunda yanayodumu, lazima nambari hii iendelee kupanda mara kwa mara. Maana ni vizuri tumpatie Mungu nafasi. Ni vizuri tuweze kumhusisha Mungu katika kila jambo, katika kila neno, ili uweza wake ukaonekane katika maisha yetu, ili neema yake ikapate kuonekana katika maisha yetu. Ni vizuri tupate kumpatia Mungu nafasi ili akapate kuingia ndani yetu. Maana kila mtu azaaye matunda mema lazima aweze kukaa ndani ya Kristo, ambaye ndiye mzabibu, ambaye anafananishwa na mzabibu. Maana katika Kristo tumaini lipo. Ndiposa anawaeleza wanafunzi wake kwamba hawahitaji utakaso mwingine, maana tayari washatakaswa. Kristo ambaye umeokoka hauhitaji utakaso mwingine, maana tayari Yesu Kristo ashakuokoa na kukupatia kibali cha kukaa ndani yake. Ni vizuri tukae ndani ya Yesu Kristo ili wema wake ukapate kuonekana mara kwa mara, ili uzuri wake ukapate kuonekana mara kwa mara, ili uaminifu wake upate kuonekana mara kwa mara. Yesu Kristo anatuhitaji ili tuweze kukaa ndani yake na kudumu ndani yake kila wakati. Napenda tuweze kuomba pamoja. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, naombea huyu msikilizaji ambaye hajafahamu neno lako na anataka kukuzalia matunda yanayodumu, ukaingie ndani yake na akakujue, ili akazae matunda yanayodumu kila wakati, na neema yako ikaonekane. Wewe ni Mungu na Baba yetu. Tunaheshimu neno hili, maana lina nguvu. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Wale hawajaokoka na waombea ukombozi utokao kwako, ili Bwana wakafanyike viumbe vipya katika neno lako. Kwa Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Mungu na akusaidie unapozaa matunda ya kudumu. Shalom. Wa dunia utapita, hali ya dunia yatapita, na utajiri wote utapita, lakini neno lake Mungu Hicho kilikuwa kipindi cha Taji la Uzima, naye Pastor Joshua Mwendo wa AIC Nga. Karibu kwa ibada zetu za Jumapili kutoka saa 4 hadi saa 7 mchana. Kanisa la AIC Nga linapatikana Boni East, Makueni County.
Hadi kipindi kijacho, Mungu awe nawe. Inafundisha, burudisha, elimisha, wakubwa kwa wadogo, kutoka pwani mwa Kenya hadi barani. Sikiliza BBC wakati wote, fahari ya jamii.